Yes, habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Moody Economics TV. Karibu sana katika maendelezo ya tutorial za video zetu za watumishi poto. Baada ya kufungua kama kawaida kuingiza access kwenye akaunti yako ya ESS ukiwa kama mtumishi wa kada yoyote ile, utaenda moja kwa moja katika hii section iliyoandikwa my profile. Yes, utagusa my profile. Ukigusa my profile, angalia upande wa kushoto kuna section zimeongezewa. Salary slip ilikuwepo, wameongeza dependents, next of kin na education level. Yes, and teaching subject. Hizi ni option ambazo zamani ulikuwa hauna access ya kuzibadilisha wewe kama binafsi, lakini kwa sasa inawezekana. Kwa hiyo tuanze na kuongeza wategemezi. Utagusa hii sehemu iliyoandikwa dependents, ama kama uliseti kwa Kiswahili utakuta imeandika wategemezi. Kwa kawaida ukigusa sehemu ya dependents utakuta kuna wategemezi, kama ulikuwa nao watakuwepo hapo, kama hawapo basi utawaongeza wewe. Yes, lakini sasa mimi ninachukulia kwamba ndo naongeza mpya. Kwa hiyo nasema request to add new dependents, nagusa hapo request to add new dependents, nagusa pale. Baada ya hapo itakuja kuniambia add new dependents, ongeza mtegemezi mpya, nagusa hapo. Baada ya hapo itaniambia enter first name, nitaandika kwa mfano labda naandika Majaliwa, sawa. Okay, sorry for disturbance. Okay, naandika hapa Majaliwa, nitaandika jina, yes, jina la kati utaandika na jina la mwisho nitaandika. Kisha nitaandika tarehe, kisha utajaza tarehe yake ya kuzaliwa, sawa. Kisha utaweka uhusiano. Umeona hapa? Yes, na wazazi pia. Kwa hiyo kuna watoto, mwenza na mzazi. Naona wamepanua wigo sasa. Sasa tunaanza. Kama ni mtoto, hiyo ipo wazi. Maana yake utaweka cheti chake cha kuzaliwa huyo mtoto. Kama ni mwenza, utaweka cheti cha ndoa. Kama ni mzazi, utaweka cheti chako wewe cha kuzaliwa. Kama ni mzazi wako, utaweka cheti chako wewe cha kuzaliwa. Yes. Baada ya hapo utachagua jinsia yake, huyo kama ni mzazi au huyo mtegemezi. Baada ya hapa utagusa, utaweka kiambata. Utasema add attachment. Sasa yes, umeona? Ukisema add attachment itakupeleka kwenye wewe umeisave wapi hiyo attachment. Let's say mimi nimesave kwenye download. Nimesave kwenye download. Ambapo labda umeona hapa nimeandika other certificate. Tuchukulie kama ni hiyo, basi utaigusa hiyo certificate. Pap. Ukigusa utasema open. Kwa hiyo itaongezeka, itaongezeka huko. Let's say labda nifanye mfano hapa. Haya, nimeadd, imeandikia hii hapa chini. Baada ya hapo itaniambia hii attachment uliyoongeza, hii attachment uliyoiweka ni ya nini. Kwa hiyo tunasema kama ni mzazi utaweka cheti chako cha kuzaliwa, kwa hiyo itakuwa ni birth certificate. Yes, kama ni mtoto labda huyo mtoto ni wa kuadapt, ndio utachagua ile adoption certificate. Hii hapa, adoption certificate. Basi baada ya hapo ukikamilisha hizi hatua zote utasema save, itasave. Utakuwa umemaliza kipengele cha kuadd dependents. Utakuja utarudi hapa, utakuta dependents wako ameongezeka kwenye hii sehemu. Hiyo ni kwa upande wa dependents. Kwenye upande wa pili sasa, next of kin, watu wako wa karibu. Watu wa karibu hauna, unataka waongeze. Utasema either unataka umuongeze au unataka umtoe, lakini sasa tu unataka kumuongeza. Sema request to add new dependents. Unasema add new next of kin. Hii hapa option. Cha kwanza majina matatu, jina lake la pili, la kwanza na la tatu. Kisha utasema jinsia, utaweka namba yake ya simu, utasema una uhusiano nao gani, brother, sister, uncle, auntie, parents. Utasema pale. Sijaona wife hapa. Anyway, next of kin sahihi kabisa. Atoeki hakuna wife. Baada ya hapo utasema anapatikana wapi. Anapatikana wapi? Kwa hiyo sio lazima ujaze sanduku la posta. Kinachotakiwa hapa ni kwamba yupo wapi. Let's say yupo Biharamulo lakini hana sanduku la posta, utaandika Biharamulo. Sawa, ile wilaya, usije kaandika mkoa. Mkoa ni wide. Utaandika wilaya. Kisha utaweka attachment. Next of kin attachment yake inakuwa ni anasema attachment if any. Sasa hapa yoyote ambapo either inaweza ikawa labda ni sana cheti chako cha kuzaliwa wewe au cha kwake yeye au kitambulisho labda, umeona.
Kwa hiyo hapo utakuja na ndio maana kwa kuwa ni N, ndio maana hapo inabidi uspecify kwamba hicho cheti kiattach hapa ni kipi, labda kwa mfano voters ID, let's say voters ID au birth certificate, utaandika hapa kwa mkono kisha utasave. Baada ya hapo utakuwa umeshamweka mtu wako wa karibu, lakini zingatia kwenye next of kin tunamweka mtu ambaye in case ukipata challenge yoyote ile, wewe mtumishi, basi halmashauri au mwajiriwa wako anaweza akafanya mawasiliano na huyo mtu na akatoa ushirikiano mzuri. Hiyo ni sehemu B. Lakini pia kuna education level. Nataka nimalize sehemu yote ya profile. Education level kwa kawaida hapa ndio ukiingia ikusomee education yako wewe mtumishi. Umepitia katika let's say mfumo unaruhusu watu tuone hapa education level. Utasema add education. Utachagua is it standard 7? Kama ni standard 7 itabidi uweke zote of course. Kwa mfano mimi ngoja niweke standard 7. Lakini sasa ulianza darasa la kwanza mwaka gani, ukamaliza mwaka gani, ulipata matokeo gani? Issue kwenye baadhi ya wale ambao tumemaliza darasa la 7 miaka ile ya ndali chako ile, utakosa attachment. Kwa hiyo kama unayo it's okay, lakini najua miaka nyuma kidogo ilikuwa hamna. Hiyo ni kwa upande wa shule ya msingi. Kwa hiyo kama hamna itabidi uanze kidato cha 4. Utajaza kidato cha 4, humu kuna mpaka master degree mpaka doctor of philosophy. Lakini kumbuka kila level of education lazima uwe umeattach na certificate yake. Sasa namna gani ya kuattach certificate nilishaelekeza. Lazima uwe umescan na umesave kwenye hicho kifaa chako utachofanyia application hii ya kujaza hivi vipengele. Baada ya hapo tunaenda kwenye option nyingine inayosema approve teaching subject. Hapa nafikiri kutokana na issue ya system, lakini kwa kawaida hapa inatakiwa ionyeshe masomo yako yale unayofundisha ambayo itakuwa kuna add option, lakini kwa sasa hivi naona mfumo umesumbua. Nimejaribu kurefresh page, still there is a problem. Kwa hiyo hapa nafikiri mfumo upo down. Tutaendelea kuiacha, lakini kikubwa ilikuwa ni kuhusiana namna gani kuweka dependence na next of kin. Nafikiri umeelewa vizuri. Thank you so much. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia channel yetu ya Mood Economics. Kama kawaida channel inaendelea kuwa na vitu vizuri. Usiwe mbinafsi. Share na watu, waambie kwamba kuna channel inaitwa Mood Economics. Huko ndio suluhu ya mifumo yote inayohusu watumishi. Yes, asante sana kwa kuendelea kufuatilia channel yetu ya Mood Economics TV. Yes, bye.